Sasa ninaomba nimalizie kitu hapa kwa kukuambia mambo machache, alafu wakati utakao kuja tutaenda kuangalia sanamu za ndani ambazo ndizo muhimu zaidi. Ni vema kufahamu ya kuwa sanamu kama sanamu peke yake si kitu. Sanamu kama sanamu ile inayochongwa, yule mtu anayechongwa, yale mawe yanayoabudiwa, jua linaloabudiwa si kitu. Hebu tuone kitabu cha Zaburi, Zaburi 115. Fungua Biblia yako haraka haraka ili tumalizie hapo. Zaburi sura ya 115 na mstari wake wa 4. Maandiko yanasema sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Mstari wa 5, zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu. Kwa hiyo sanamu kama sanamu si kitu. Unaweza ukatengeneza sanamu ina kinywa lakini haisemi, ina mdomo lakini haizungumzi, sikio haisikii, ina macho haioni, sanamu kipofu. Kwa hiyo sanamu kama sanamu peke yake si kitu. Paulo naye anazungumza pia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 19. Hebu tusome hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 19. Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Paulo anauliza ya kwamba ni kitu kinaokoa, kinaleta uhai? Hapana. Au ya kwamba sanamu ni kitu? Anauliza. Kumbe si kitu. Lakini sasa ikiwa sanamu si kitu, nyuma ya sanamu kuna mapepo au viumbe vya roho vinavyotawaliwa na shetani. Yaani nyuma ya sanamu yupo shetani. Ndiyo maana watu wanapoabudu na kuomba mara nyingine huwa wanapata matokeo, mfano mali, uzao, mvua au ushindi katika vita na kadhalika. Mambo hayo ni dhahiri. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu nyuma ya sanamu kuna roho, kuna mapepo, kuna shetani. Ina maana sanamu kama sanamu haiwezi kufanya kazi, ila nyuma ya sanamu kuna roho. Miongoni mwa vitu ambavyo viliwavuta wana wa Israeli kuabudu sanamu ni kwa namna walivyokuwa wanaona mataifa mengine yanaabudu na kupata matokeo, hivyo ikawafanya na wao waone kwamba huyo ndio Mungu awezaye kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tuanzie hapo sura ya 10 na mstari wa 20. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani. Kumbe nyuma ya sanamu wana wa Israeli walipokuwa wanaenda wanafukizia uvumba kwenye nyoka ya shaba, ingawa kitu kile kilitengenezwa na Mungu, lakini kwa sababu walibadili matumizi ya asili, alikuja shetani. Kwa hiyo wanapotoa sadaka, nyuma yake wanatoa kwa nani? Kwa shetani. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Kwa hiyo hatutakiwi kuabudu sanamu, kwa kuwa nyuma ya sanamu hizo, hivyo vitu vilivyotengenezwa, huyo Yesu aliyechongwa, huyo Maria aliyechongwa, ingawa anaabudiwa na kusujudia, lakini nyuma yake wanamsujudia nani? Shetani. Kwa sababu shetani siku zote hajawahi tokea na pembe mbili, amejificha ili usijue. Ndio maana hata Yesu alipojaribiwa alishawishiwa ya kwamba ukinisujudia nitakupa hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kitabu cha Torati sura ya 32 na mstari wake wa 16, maandiko yanasema wakamtia wivu kwa miungu migeni, wakamkasirisha kwa machukizo. Huyo ni Mungu. Wamemtia wivu kwa sababu ya miungu migeni yao wanayoiabudu, wakamkasirisha kwa machukizo yao waliyoyafanya. Mstari wa 17, walitoa sadaka kwa pepo. Unaona, ingawa wao walichonga, walitengeneza picha, wakatoa na sadaka na vyakula na kadhalika, lakini kumbe walikuwa wanafanya hivyo kwa pepo, si Mungu, kwa miungu wasioijua, kwa miungu mipya iliyotokea siku zilizo karibu, ambayo baba zenu hawakuiogopa. Na ni kweli tumezaliwa, baba zetu walikuwa wanaiabudu sana. Ni neema ya Mungu tu kwamba wokovu umeenea hivi sasa, lakini Afrika na duniani ulikuwa umetawala miungu migeni, sio Mungu huyu tunayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoabudu sanamu ufahamu nyuma yake kuna Mungu, kuna pepo, kuna shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo inavyotuambia Zaburi ya 106 na kuonyesha maandiko mengi kama ushahidi wa haya. Zaburi 106 na mstari wa 36 hadi 37. Biblia inasema wakazitumikia sanamu zao, nazo zikawa mtego kwao. Naam, walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani.
Ukiendelea hapo kusoma, hebu tuendelee kidogo uone maandiko yanavyosema. Wakamwaga damu isiyo na hatia. Wanatoa kafara kila siku. Watoto wao wamemaliza watafute utajiri, kumbe wanamwabudu shetani. Wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao na binti zao waliotoa dhabihu kwa sanamu za Kaanani. Nchi ikatiwa unajisi kwa damu, ndivyo walivyotoa uchafu kwa kazi zao, wakafanya uasherati kwa matendo yao. Kwa hiyo walitoa sadaka, lakini nyuma yake walikuwa wanamtolea nani? Shetani. Kwa hiyo isikushangaze kuona wale wanaabudu sanamu, wanaabudu hilizi zao, wanapata matokeo wa kile wanachokitaka. Hata shetani naye ufanye hivyo. Hebu turejee habari ya Musa na Farao. Musa alifanya miujiza na wachawi wa Farao walifanya pia. Si tunasoma aliweka fimbo chini na wao wakaweka fimbo zao zikawa. Ina maana kama Yesu ana fimbo, shetani ana fimbo. Ndio maana wengi wanatumia fimbo, kumbe sio za Mungu, ni za shetani, kwa kuwa shetani naye ana fimbo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo miujiza isikusumbue, na shetani ana miujiza kuliko. Wakati Musa analeta chura, walileta chura na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Biblia inasema maana shetani naye hujigeuza kama malaika wa nuru. Hizo si miujiza. Tatizo, huo muujiza unakupeleka kumwamini au kumtegemea nani? Muujiza wote unapotokea, jiulize swali hili: unanifanya ni mwamini na kumtegemea nani? Mungu, kitu hicho, au shetani? Ukiona si Mungu, jiepushe. Hebu tufungue Biblia zetu tumalizie Torati sura ya 13 na mstari wa kwanza hadi wa pili. Maana kizazi cha sasa kinataka ishara, kinataka mtumishi Baraka afufue wafu, lakini hawajui kwamba mimi sifufui ila Mungu. Unaona mtego ulipo? Fufua wafu, sina nguvu hizo mimi hapa ni kama hilo lispika tu, maana ninajua kuna anayefufua. Kizazi kinataka ishara, walimfuata Yesu, tuonyeshe ishara. Wanataka ishara, yaani mtumishi akisimama akafundisha neno lililonyooka, ila watu wasipoanguka anasema ana upako. Upako unapimwaje? Anachukua fimbo, makusanyiko yanafanyishwa michezo ya kitoto. Mimi naita michezo ya kitoto. Sukuma huku, watu wazima wenye akili, wenye degree, wenye PhD waliosoma Biblia yanaanguka po, alafu yanaona raha, yanatoka hapo na vidonda, yanasukuma tena huku po, yanaanguka, yanaona raha. Mama mtu mzima, baba mtu mzima ana elimu. Ndio maana elimu pasipo Mungu haisaidii. Askofu pasipo Mungu haisaidii. Utatumikishwa na shetani mpaka utakoma. Na mimi nasema shetani yaangushe tu, si ana akili, angusha. Piga hayo manene membamba, piga mafupi, angusha. Pelekwa kama mchezo. Unadhani nguvu za Mungu ni kutetemeka kama degedege? Taratetemeka kama ameugua tetekuwanga. Mungu anaponya kwa utaratibu. Unajua Mungu anaweza akakuponya hata usipoanguka wewe. Na mimi naupenda uponyaji huo. Ndio maana mimi sio miongoni mwa watu ambao anaweza akaja mtu anaitwa mwenye upako Tanzania nikakimbia nikawekewe mkono. Nina upako wa kutosha, ujui. Kwani pazia la hekalu limepasuka kwa huyo aliyetoka Nigeria, kwa TB Joshua, kwa Malisa peke yake, kwa Jiodevi? Unao, ni shetani tu anakudanganya. Na ndio maana tunasema umewafanya hao watumishi kuwa ibada ya sanamu. Ni sanamu kwa sababu unawategemea kuliko Mungu. Ndio maana hauombi, hausomi neno, ila unapulizia tu maji, unasafiri. Ukitaka kulala unapulizia shuka maji. Ni shetani lije likukalie, tena yaje mazombi kutoka kuzimu manene ya kukalie. Si hauna akili? Shetani anatumikisha ambao hana akili. Hatuendi tu kama manyumbu, tuna akili. Tunamjua aliyetuokoa. Hatutishwi kwa miujiza. Hata asipofanya tunamwamini, maana muujiza tosha ni wokovu aliotupa. Yaani ile gharama aliyotoa ni muujiza. Kuniokoa tu mimi Baraka niliyekuwa mzinzi, muongo, akanileta kwake, sasa ni mtumishi wa Mungu, ni muujiza. Nitake muujiza gani tena? Muujiza wa fedha? Pokea majumba, magari, yatoke wapi? Fanya kazi, acha uhuni. Napokea fedha za kigeni. Napokea fedha za kigeni. Napokea dola. Napokea paundi. Napokea euro. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu alisaidie kanisa. Kanisa kipofu, kanisa jeuri, kanisa lisilotaka kula chakula kigumu. Inataka pokea, 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 na dhambi zao na vimini vyao, pokea, pokea. Mchungaji anazini, washirika wanazini, yaani ni furugu tu. Na jinsi alivyo kuhani ndivyo walivyo washirika, ndivyo alivyo mzee wa kanisa. Baraka akiwa mzinzi hapo, uzinzi nje nje.
kwa sababu roho anayetenda madhabahuni ndiye roho anayekaa ndani ya watu, ndiye roho ambaye analeta maisha ndani ya watu. Ndio maana ukishaona madhabahu imeharibika, usiseme nitakuwa salama, madhabahu itakuathiri. Maandiko yanasema tokeni kati yao mkatengwe nao, jitoe, jichomoe, hujachelewa. Tatizo si miujiza, tatizo ni huo muujiza unakupeleka kumwamini au kumtegemea nani. Kwa hiyo tusifuate miujiza, ila tuangalie matokeo ya muujiza uliotendeka, imani yako inakupeleka wapi. Hebu tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13, tumalizie hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa pili, tuone Mungu anatuambiaje. Kanisa la sasa na watu wa sasa wanadhani kuwa na Mungu ni kufanya miujiza, fanya hivi, lakini miujiza ni kitu kidogo sana mbele za Bwana. Kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo, wewe usiasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Unaelewa hilo andiko? Ina maana nabii anaweza akatoa ishara ikatokea, au mwotaji wa ndoto anaweza akatoa ishara ikatokea, lakini tunaangalia baada ya kutokea hiyo ishara, maelekezo yake yanatuelekeza tumwabudu nani, tumtegemee nani. Jambo lolote, muujiza wowote, ndoto yoyote, chochote kinachotokea, lakini matokeo yake unaona kabisa kinakutenga mbali na uso wa Mungu, huo sio muujiza wa Mungu. Muujiza wa Mungu au ishara ya Mungu au ndoto ya Mungu humpeleka mtu karibu na Mungu. Haumpeleki mtu kutumainia kitu hicho, kutumainia ndoto hiyo, kumtumainia mtumishi. Matokeo ya chochote cha Mungu kinamtegemea Mungu. Ndio maana maandiko yanasema, nanyi mlapo au mnywapo au mfanyapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu. Injili yoyote inapohubiriwa, isikilize, ina lengo la kukupeleka mbinguni, ina lengo la kufanya moyo wako mtumaini Mungu au tumaini vya dunia. Maana kuna injili inahubiri vitu vya dunia, yaani mtu anatoka hapo ana shauku ya kwenda kufanya kazi, ajitenge mbali na Mungu. Injili ya Mungu inamfanya mtu amkaribie Mungu. Ndio maana maandiko yanasema, utafuteni kwanza ufalme. Bwana akubariki.